Habari zenu na karibuni tena kwenye kipindi chetu cha The Mele Show. Tumerudi tena na video nyingine. Tunatumai utaipenda. Je, umewahi kusikia kuhusu nchi ya Eritrea? Eritrea ni nchi ndogo kwenye pembe ya Afrika. Haijulikani na wengi japokuwa ni nchi yenye amani na inafahamika sana kwa watu wenye urafiki na mabingwa wa kukaribisha wageni. Hebu tukujuze kuhusu Eritrea yale usiyoyajua. Ni nchi inayopakana na Ethiopia, Sudan na Djibouti. Jina Eritrea linamaanisha rangi nyekundu. Ni jina ambalo limetokana na bahari ya Shamu, yani the Red Sea, ambayo pia inapakana nayo. Eritrea ina ukubwa wa kilomita 117,598 na idadi ya watu 3,546,421. Jiji lake kuu ni Asmara, ambalo linapatikana kwenye mkoa wa kati. Asmara ni mojawapo wa miji safi zaidi duniani, na hii ni kwa sababu ya wanawake na wanaume wanaodamka alfajiri kulisafisha, na ndio sababu ikapata sifa hii tunayojivunia. Rais wa Eritrea ni Isaias Afwerki. Yeye ndiye rais pekee tangu kupata uhuru. Eritrea ilikoloniwa na nchi 5, nazo ni Uturuki, Misri, Uingereza, Italia na Uhabeshi. Nchi hii ilipata uhuru mwaka 1991, tarehe 24 mwezi Mei. Kura ya maamuzi ya katiba ilifanyika miaka 2 baadaye, na asilimia ya watu 99 ilikubaliana na katiba hiyo. Pesa inayotumika nchini Eritrea ni nafa. Eritrea haina lugha ya taifa kwa kuwa lugha zote ni sawa na hakuna lugha iliyo bora zaidi kuliko nyingine. Japokuwa lugha zinazotumika kwa kiasi kikubwa ni Tigrinya, Kiingereza na Kiarabu. Tigrinya ni lugha iliyo na alfabeti ziitwazo Ge'ez na zinakaa hivi. Ilikuwa chini ya uongozi ya Kiitaliano kwa miaka takriban 50, na ndio sababu wazee wengi wa Eritrea huongea Kiitaliano safi, lakini si rahisi vijana kuongea lugha hiyo. Kuna dini 2 kuu Eritrea, ambazo ni Ukristo ambayo ina watu 64% na Uislamu yenye 36%. Kuna kabila 9 Eritrea, nazo ni Tigrinya, Tigre, Bilen, Saho, Nara, Kunama, Hadareb, Afar na Rashaida. Tutafanya video kuhusu kabila hizi karibuni. Subiri na usikose kusubscribe. Benito Mussolini ndiye aliyestawisha himaya ya Italia. Alichagua Asmara, jiji kuu la Eritrea, kuwa Piccolo Roma, yani Roma ndogo. Asmara imetambuliwa kama eneo la kihistoria kufuatia kuwa na mijengo ya kitazamani inayofanana na Roma. Majengo yanayojulikana zaidi zikiwemo majumba ya sinema kama Cinema Roma, Cinema Impero, Odeon Cinema na Cinema Asmara. Kanisa la Our Lady of the Rosary ni kanisa ya Kikatoliki la Roma iliyojengwa kwenye miaka ya 1920. Ni mojawapo ya majengo maarufu. Jengo jingine ni lile la Fiat Tagliero Petrol Station, lililojengwa na Giuseppe Petazzi. Jengo hili limejengwa mfano wa ndege. Hoteli inayojulikana zaidi na ndio hoteli nzuri zaidi ni hoteli ya Asmara Palace. Na hoteli ya kongwe zaidi ni Albergo Italia, iliyojengwa mwaka 1899. Kuna sanamu bomba lililojengwa kando ya maktaba ya kitaifa ya Asmara. Ni lile la Alexander Pushkin. Kwa wale wasiomjua, Alexander alikuwa malenga maarufu wa Kirusi. Je, unajua kuwa babu yake alikuwa Mhabeshi wa Eritrea? Kama ilivyo desturi, kila nchi ina jambo inayojulikana nalo. Eritrea inajulikana kwa kuendesha baiskeli na riadha. Eritrea imeibuka mshindi wa kuendesha baiskeli Afrika. Japo hayo sio mambo pekee ya Eritrea. Eritrea pia inajulikana kwa usanii wake. Michael Adonai ni kati ya wasanii wachoraji waliojitengenezea jina ulimwengu mzima, na kama unavyoona ni msanii mzuri sana. Kutazama sinema za Kihindi ni jambo ambalo Wahabeshi hufurahikia sana. Picha za Shah Rukh Khan zingepatikana kwa majumbani mwao na ungewasikia watu wakiimba nyimbo za Kihindi.
hata kama hawajui maana, lakini furaha iliwajaa nyusoni na kwenye sauti zao ilionyesha jinsi gani walizipenda. Kama tulivyosema awali, kuwa Eritrea inapakana na bahari ya Shamu. Hivyo basi nchi hii ina bandari mbili, bandari ya Masawa na bandari ya Asab. Ina visiwa takriban 300 na Dahlak ni mojawapo ya visiwa maarufu zaidi. Dahlak inajulikana kwa kuwa ina aina tofauti za samaki ambazo ni zaidi ya 300, maji safi na sehemu nzuri ya kujivinjari. Asmara ina sehemu ya jua kali ijulikanayo kama Madabar, ambayo kila aina ya biashara hufanyika. Mtaa wa mabanda kwa jina Abaishawel inajulikana kwa upendo kati ya wenyeji wake, ambayo ni kinaya na hali zao za kimaisha. Kitu usichokijua kuhusu nchi hii ni kuwa huduma ya kitaifa ni lazima kwa kila mtu baada ya kidato cha 3 katika sehemu iitwayo Sawa. Eritrea ina utamaduni ulio na utajiri wa hali ya juu. Kuna aina tofauti ya mavazi ya kitamaduni. Kwa mfano, Zuria, Jadid na Chiffon. Chakula cha kitamaduni ya Eritrea ni injera, ambacho huliwa na aina tofauti ya mchuzi. Mchuzi unaoliwa zaidi ni shiro. Aina nyingine ya chakula ni kaat. Chakula cha Eritrea huliwa pamoja na familia na marafiki kwenye sinia. Kahawa pia ni kinywaji maarufu sana Eritrea. Tuna video inayoeleza jinsi ya kuandaa kahawa ya Eritrea. Tumeweka link kwenye description. Unaweza kuitazama. Eritrea pia ina vinywaji wa kulewesha vinavyojulikana kama suwa na mes, ambavyo vimetengenezwa na kina mama au wanawake. Tukiangalia vyakula vya kisasa nchini Eritrea, kwa mfano keki, ice cream, pizza na macchiato, inasemekana kuwa bora zaidi kwa kuwa tunatumia viungo asili tulivyorithishwa na Waitaliano zama hizo. Hali ya kiuchumi na kimaisha ni rahisi sana tukilinganisha na hali ya maisha ya Kenya. Tikiti ya ndege kutokea Nairobi hadi Asmara ni shilingi 1300 za Kimarekani, na safari yenyewe ni kati ya masaa 3 na 5. Kuna muda ambao mitandao ya kijamii ilivumisha ya kuwa wanawake wamezidi idadi ya wanaume nchini Eritrea. Hivyo basi serikali ilisihi wanaume kuoa wake zaidi ya moja. Tumekuwa tukipata maswali mengi kuhusu swala hili, lakini nasikitika kuambia kwamba jambo hilo si kweli na ilikuwa uvumi tu. Tukiongelelea kuhusu ndoa, tamaduni za Kitigrinya ni tofauti kidogo. Familia ya mwanaume huposa msichana. Baada ya kukubaliwa, familia ya mwanamke hufuata dhahabu na pesa ambazo wangependa mume ampatie mwana wao, pamoja na vitu vingine kama nguo na gauni ya harusi. Babake msichana hufanya hesabu ya gharama walizopata familia ya mwanaume, kisha hulipa kama mahari. Ndiyo, ni familia ya msichana hulipa mahari. Kufika hapo tunatamatisha utambulishi wetu wa Eritrea. Asanteni sana kwa kuitazama video hii. Tuna imani kuwa mmejifunza mengi kuhusu Eritrea na maswali yote mliokuwa nayo yamejibiwa. Kama kuna swali jingine, tafadhali jisikie huru kukomenta hapo chini, na usisahau kulike na kusubscribe. Tuonane tena kwenye kipindi kijacho. Kwaherini.